Afya ya akili ni utimamu wa fikra, hisia na tabia. Utimamu wa fikra, hisia na tabia. Kwa hiyo tunapoongelea kwamba madhara ya usingizi, ya kukosa usingizi kwenye afya ya akili, tunamaanisha madhara ya kukosa usingizi katika tabia yako, katika hisia zako na katika fikra zako. Unaona? Kwa hiyo sasa watu wengi wanafikiri kwamba usingizi ni kujitupa tu kitandani. Hapana. Ili tuweze kusema kwamba sasa umekuwa na usingizi mzuri, huwa tunaangalia kiasi cha usingizi, yani umelala kwa muda gani. Lakini pia tunaangalia umekuwa na wepesi kiasi gani kuanzisha usingizi, na umekuwa na wepesi kiasi gani kuendelea kusinzia. Na ulipoamka, je, umejisikia kama umepumzika au ndo umechoka zaidi? Sijui kama umenipata. Kwa hapo kuna vigezo kama 4 hivi. Umewezaje kuanzisha usingizi? Umewezaje kubaki umesinzia? Umesinzia kwa muda gani? Na je, ulipoamka umejisikia kama ulipumzika au ndo umechoka zaidi? Sasa usingizi na afya ya akili ni vitu ambavyo tunasema kama vinashabiana. Yani kukosa usingizi kunaweza kukusababishia ukaanza kupata changamoto za afya ya akili. Lakini pia ukiwa na changamoto za afya ya akili, alafu inaweza zikakusababishia ukakosa usingizi. Unaona? Kwa hiyo kuna zile ambazo tayari mtu anazo, alafu zinampelekea kukosa usingizi. Lakini kuna yule ambaye kwa sababu ya kukosa usingizi sasa inakuwa ni kati ya triggers tunasema, au kianzilishi cha kuibua zile changamoto za afya akili ambazo hakuwa nazo mwanzo. Unaona? Sasa katika kuimarisha afya ya akili, usingizi ni muhimu sana. Ndiyo. Kwa sababu kila binadamu ameumbwa, tuseme kila mnyama, lakini kwa sasa kwa sababu tunaongelea binadamu, kila binadamu ameumbwa na saa ya ndani. Tunaita biological clock, na yenyewe tunavyoihesabu ni kama yenyewe ina majira ya kuamka na majira ya kusinzia. Unaona? Kwa hiyo naturally mtu anapofika masaa ya jua linapoanza kuzama, mtu wa kawaida anatakiwa kuanza kujisikia kama anaanza kuchoka. Na inapoelekea usiku kuja kufika kwenye saa 4 hivi, unaona, kuanzia kwenye saa 2 kwenda kwenye saa 4 hivi, mtu anatakiwa awe amechoka kabisa kiasi cha kwamba hataki tena kuendelea kupiga kazi. Sasa hiyo tunaongelea asilimia kubwa ya binadamu, sio watu wote, lakini tunaongelea asilimia kuanzia 70 kwenda juu. Unaona? Kwa sababu kuna watu kidogo kwenye kila population huwa kuna watu tunaita outliers au ni tofauti. Ndiyo. Unaona? Sasa hiyo saa ambayo tunasema ni biological clock au kwa elimu ya usingizi tunasema ni circadian cycle. Ni muhimu iendane na mazingira yako, kazi yako na jinsi unavyopanga muda wako kwa ujumla. Kwa sababu gani? Umeshawahi kuona unavyochanganyikiwa ukienda labda kwenye nchi nyingine ambayo muda wake ni tofauti na muda wako. Let's say umeenda na saa yako ya mshale, umetoka TZ, alafu ukaenda labda mashariki zaidi, si ndio? Ukifika kule unakuta labda ni saa 7. Alafu wewe kwenye saa yako ya mkononi ni saa 5. Unaona jinsi ambavyo unachanganyikiwa. Yaani kuna namna huwezi kupanga ratiba kufuatana na saa yako ya mkononi, si ndio? Sasa sisi tunavyokuwa tunavuruga majira ya mwili, sawa, mwili unakuwa unashindwa kuendana na majira yetu ambayo tumeyapanga, si ndio? Yeah. Sasa hicho ndo kinachokuja kutokea kwamba zile hormone ambazo zinatakiwa kutusaidia kupumzika zimeshazalishwa kwa sababu tayari ni usiku. Lakini wewe mwili wako umeuseti kwa namna ambayo bado unatakiwa kuwa macho. Kwa hiyo mwili unauchanganya. Kwa hiyo zile hormone ambazo zinatakiwa kuzalishwa saa 6 usiku zinaanza sasa kulazimika kuzalishwa saa 8. Kwa hiyo wewe badala ya kuanza kuchoka saa 2 usiku unaanza kuchoka saa 10 mchana. Kuna kumbukumbu zingine ili ziweze kuseto vizuri kichwani. Lazima upumzike,
ukipumzika zinahama kutoka kwenye tunasema short term memory zinaenda kwenye long term memory, au ubongo wako unaanza ku make sense ya kile ambacho kimetokea. Lakini kuna watu ambao hawana huo muda wa kuchakata, yani anarundika taarifa juu ya taarifa juu ya taarifa juu ya taarifa, mwisho wa siku anapokuja kukumbuka maisha yake, sawa, anakumbuka maisha yake kwa vipande ambavyo ama havihusiani au havimaanishi vile ambavyo alivitunza kwenye kumbukumbu zake. Unaona? Kwa hiyo nafikiri mpaka hapo tunaweza kuona kwamba kwenye upande wa afya akili kwa kweli kuna changamoto. Ila sasa kuna hii moja ambayo ni kwa upande wa kimwili. Tumeona siku hizi kuna ongezeko sana la kisukari, hasa kile cha utu uzimani. Kuna ongezeko sana la magonjwa ya mlundikano wa mafuta tunasema kwenye mwili, hasa kwenye sehemu za tumbo na kwa wanawake sana. Unaona? Watu wanahisi kwamba sili vizuri, sifanyi mazoezi vizuri. Dada, mama, inawezekana haulali vizuri. Hicho tu. Kwa sababu kuna homoni moja ambayo tunaita ni homoni ya stress, cortisol. Sawa. Yenyewe pamoja na zile ambazo zinatusababishia tujue kama sasa hivi nina njaa, sasa hivi nimeshiba, ni homoni ambazo huwa zinazalishwa na zenyewe kwa mpangilio maalum na mwili. Sawa. Kufuatana pia na unavokula, unavoamka, unavolala, lakini hasa unavolala na unavoamka. Sasa unaposhindwa kulala kwa muda mzuri na kwa kupumzika vizuri, mwili una signal kama stress. Unaona? Ukiusignal mwili kama stress, sasa unajua ile hali unaoisikiaga ukiwa unaogopa? Ndio. Kuna homoni inazalishwa inaitwa cortisol kwa ajili ya kusaidia. Sasa usipolala pia mwili unahisi kama tuko kwenye hatari. Unazalisha ile cortisol. Ile cortisol ina changamoto ukikaa kwa muda mrefu mwilini, inasababisha sukari inashindwa kuchakatwa vizuri. Kwa hiyo badala yake mafuta yanaanza kurundikana. Ile sukari inachakatwa na kuwa mafuta yanaanza kurundikana mwilini. Kwa hiyo inawezekana kabisa watu wengine wamepambana na kitambi kwa kukimbia, kwa kunywa maji mengi, matango, sio nini, lakini changamoto tu ni kwamba halali vizuri. Unaona? Lakini pia kwa upande wa kisukari, seli zinapokuwa na stress muda mrefu zinaacha kupokea sukari. Unaona? Kwa hiyo badala ya sukari kuingia ndani ya seli kutumika na mwili, inakuwa inarundikana tu. Kwa hiyo mtu anakuja kupata kisukari, lakini sio kwa sababu labda hali vizuri au nini, lakini kwa sababu tu ya usingizi. Jamani, mimi nafikiri mpaka hapa unaweza kuona kwamba kulala vizuri sio kupoteza muda, ni kujenga mwili na kujenga maisha yako ya baadaye. Sisi tunaweza kucontrol na kuna sehemu kweli ni condition tu za mwili. Kwa mfano, kwa mtu yote ambaye amewahi kwenda kwenye hoteli nzuri kubwa, labda kuanzia nyota 3 kwenda juu, si ndio? Utaweza kugundua kwamba vyumba vyao vina vitu vichache na vimepangwa vizuri. Mianga yao ilivyopangwa sio mwanga mkali na haujatizama kitanda moja kwa moja. Unaona? Lakini pia utagundua kwamba wana namna ambayo ikifika usiku unaweza ukablock mwanga. Yaani chumba chako kikawa angalau giza au mwanga hafifu kabisa. Umewahi kujiuliza ni kwa nini? Na umewahi kujiuliza kwa nini watu wakitaka kupumzika wanakimbilia hotelini? Kwa sababu kiuhalisia kabisa ni kwamba katika sayansi ya usingizi, ukiwa umesinzia, ubongo wako unakuwa unapambana, kuna sehemu ya ubongo wako ambayo inapambana kuchuja tunasema stimuli, kuchuja vitu ambavyo ubongo wako unaweza kupokea. Sawa? Lakini sasa vikiwa vingi hata ubongo unashindwa kuvichuja. Uko ndani ya chumba, pochi imetundikwa kwa namna ambayo usipoiona vizuri unaweza ukahisi kama ni mtu. Koti limelala chini kwa namna ambayo ukiamka unaweza ukahisi labda ni panya. Kila kitu kiko scattered. Unaona? Alafu juu ya hilo kuna joto ambalo kwa kawaida ili mwili uweze kulala vizuri huwa unapunguza joto kidogo, alafu litaanza kupanda pole pole. Lakini wewe pamoja na lile joto umetupia nini? Duveti. Alafu bado foronya ya mto ukumbuki mara mwisho umeifua ni lini. Kwa hiyo wewe fikiria, una stimulate macho, una stimulate ngozi, una stimulate pua, unaona? Sasa hizo stimulus zote
inapotokea, kwa sababu kuna, kama nilivyosema, kuna mzunguko wa usingizi. Kuna muda ambao unakuwa umesinzia sana. Alafu kuna muda ambao unakuwa umesinzia kidogo, kama kuelekea kwenye ndoto ambazo mara nyingi ndio huwa tunazikumbuka, sawa. Sasa ule muda ambao unakuwa umesinzia kidogo, kabla hujarudi tena kwenye kusinzia sana, zile stimulus zinaweza kuja ukaweza kuzitambua. Sasa je, chumba chako kimepangwa kwa namna ambazo angalau hizo stimulus hazitakuwa nyingi kiasi cha kukuamsha? Kuna mtu mwingine kabla hajalala ndo anakumbuka kunywa jagi la maji. Sasa na kibofu nacho kinaanza kustimulate. Control kwamba nitabaki nimesinzia kwa kiasi gani. Lakini mazingira ya kulala, sawa. Kuna watu ambao wanapenda kutumia mwanga wa blue. Jamani, mimi nikikagua chumba chako nikakuta una mwanga wa blue wakati wa kulala, ni vile tu sikusiwi kuchapa. Kwa sababu ule mwanga ni adui mkubwa sana wa usingizi. Ule mwanga unaakisi, yani una nguvu zaidi kuliko mwanga wa jua. Sasa wewe fikiria, ni kama umechukua jua ukajimulika hivi machoni. Ukiamka umelala na mwanga wa blue, ukiamka kwa asilimia kubwa utakuwa umechoka, unaumwa kichwa. Kwa sababu ule mwanga wa blue ni kama unajaribu kulala alafu umetizama jua hivi. Sio, unanipata? Sasa tukiongelea mwanga wa blue pia tunaongelea umeuliza kwamba nawezaje kubaki nimelala, si ndio? Kitu kingine ni kabla ya kulala, ile routine yako ya kabla ya kulala. Kwa sababu gani? Kuna watu ambao wanatengeneza, tunasema hyper stimulation. Kama nilivyosema, zile stimuli zote ambazo zinatakiwa kuingia, yani vitu ambavyo vinasababisha ubongo wako kufanya nini? Kufanya kazi. Sasa wewe unatakiwa wewe unachoka ili uingie katika state ya kurelax na kulala, si ndio? Lakini huo ndo muda ambapo umescroll pages 300 za TikTok. Huo ndo muda ambao umekumbuka kureview sijui ni kitu gani ulikuwa hujamalizia, alafu kakiacha pending. Huo ndo muda ambao wale watu wa ibada mtanisamee, huo ndo muda ambao umekumbuka mapepo na majini yote ambayo yanatakaga kuja kwako, ukaanza kuyakemea. Sasa ina maana unataka kwenda kulala, lakini ubongo wako umeupa taarifa nyingi na assignment ambazo haujawaambia uzifanyie nini. Kwa hiyo utasinzia ndio, lakini ubongo utaendelea kuchakata. Kwa hiyo hautapumzika. Yaani utakuwa kama umezima. Ndio maana watu wengine unakuta analala lakini zile ndoto zinakuwa zinashabiana sana na vile vitu ambavyo ameviona mwishoni. Unaona? Kwa hiyo watu wanasema angalau lisali moja kabla hujalala, hakikisha hauko kwenye gadget yoyote. Kwanza, mazingira ambayo ni mazuri kwa ajili ya kulala ni kwamba inapofika usiku, anza kupunguza mianga. Yaani vile ambavyo Mungu alitengeneza jua lizame, wewe naye ukilazimika sana kutumia mwanga, basi tumia mwanga ambao kidogo unataka kuendana na mwezi. Labda nikwambie kwa urahisi, kidogo unataka kuendana na mwezi. Ina maana punguza ukali wa mwanga generally ndani ya nyumba kabisa. Usilazimike kuona mwanga wa ghafla. Kwa sababu ule mwanga unasababisha ile hormone ambayo inakusaidia kusinzia ilikuwa imeanza kuzalishwa, inakata. Alafu inatakiwa kuanza upya. Unaona? Lakini kama unalazimika kutumia mwanga wakati wa usiku, basi uwe mwanga ambao unakaribiana na mwezi. The best ni giza kabisa. Yaani hiyo ndo the best. Giza kabisa, lala kwenye chumba chenye giza. Lakini kama hauwezi, najua kuna watu ambao kwa sababu tofauti hawezi kulala kwenye giza. Basi tumia mwanga ambao uko kama moto. So unajua zile mwanga wa moto Zile bulb siku hizi zipo. Mwanga wa moto. Ukilazimika ukashindwa kwa sababu hizo nasikia siku hizi hizo mwanga ni ghali, basi tumia mwanga mwekundu, mwanga wa orange. Sawa? Angalau hapo. Unaona? Angalau hapo. Lakini tukishaanza kwenda kwenye mwanga wa kijani, blue, na hiyo mianga mingine, hiyo ina frequency kubwa sana. Yaani ina frequency kubwa, unayachosha macho. Changamoto za usingizi zinasababishwa na vitu tofauti kwa watu tofauti. Kwa hiyo ukijikuta kwamba umepata zile dalili nilizozitaja mwanzo, watu siku hizi wamekuwa na tabia ya kwenda tu dukani akanunua dawa. Acha. Hizo dawa zina uraibu. Hizo dawa zinatumika kutibu vitu vingine. Lakini hizo dawa zikifika mahali ambapo zinahitajika kutumika na umeshazitumia kiolela, zinaweza zisifanye kazi kwako. Kwa hiyo badala ya kununua dawa, fika hospitali,
eleza changamoto yako, watakuelekeza kwenye sehemu sahihi ambapo utaweza kusikilizwa kwa ujumla maisha yako. Kama ambavyo tumeelezea, kuna sababu za kimazingira, kuna sababu za kikazi, kuna sababu za kibiolojia, hormones na nini, lakini kuna magonjwa na dawa ambazo pia zinaweza zikakusababisha ukapata changamoto ya usingizi. Unaona? Kwa hiyo tafadhali msiwe na hizi tabia za kwenda tu kununua. Nimejisikia vibaya, nimekosa usingizi leo, naenda kununua, sio ndo wanasema Valium. Mtu mwingine anakuja anasema daktari anatumia dawa za usingizi. Unafujiza dawa za usingizi ni gani tena? Epuka hyperstimulation. Weka simu mbali, TV, laptop, sawa. Punguza kelele kadri muda unavyozidi kusogea, unavyokaribia kulala. Punguza kelele. Lakini kama unalazimika kutumia kitu kwa ajili ya kustimulate usingizi, basi kuna zile hadithi zenye utulivu, lakini kuna vitabu, kuna nyimbo, sawa? Kwa sababu kiuhalisia kabisa ni hivi, ubongo haupendi kulala na vitu ambavyo havijaisha. Kwa hata kama una project ambayo inatakiwa kuisha, si ndio? Hujamaliza kuandika habari hapo Mariam, sawa? Jiambie kabisa kwamba habari hii nitaimaliza kesho saa 12. Basi ubongo una relax. Lakini hujauambia kwamba hii habari itaisha lini na bado ni kazi ambayo ipo. Utaota hiyo habari. Utashtuka, utawaza hiyo habari. Sio, mnanipata? Ndio maana kama mnaangalia wanafunzi wakati uko shule, wanafunzi ambao walikuwa wanasema mimi nitaamka saa 9 kusoma, hata mkipiga kelele vipi bwenini walikuwa wanalala. Kwa nini? Kwa sababu tayari wameshawaambia ubongo tunatakiwa kupumzika kwa sababu tuna mission nyingine asubuhi. Wenye quality ni swala la msingi sana kwa ajili ya kulinda afya yako, sio tu ya akili, lakini afya pia ya mwili. Na ni tabia ambazo inatakiwa tujifunze. Yani weka vipaumbele kwamba katika vipaumbele vyako hakikisha pia kulala sehemu safi, sehemu yenye mzunguko mzuri wa hewa, sehemu ambayo iko comfortable ni kati ya kipaumbele chako. Lakini pia kama kitanda chako inawezekana, kitumie kwa ajili ya kulala, kwa sababu ubongo huwa unajifundisha kwamba sasa nikifika kitandani ni muda wa kulala. Lakini kama kitanda chako ndo sehemu ya kukaribishia wageni na kufanya kila kitu, kidogo inaweza kawa changamoto kujifunza hayo mambo. Na zaidi ya hapo, kama nilivyotangulia kusema, kama una changamoto ya usingizi, usiende pharmacy kununua dawa kabla haujajua kinachosababisha nini. Njoo hospitali, fanya vipimo, acha tuangalie maisha yako kwa ujumla, alafu kama ikihitajika dawa, tutakwambia inahitajika dawa. Mara nyingi huwa ni kwa muda mfupi, sio kwa kudumu.